Lakini pia nishukuru ndugu mheshimiwa mwenyekiti wa kikundi, nishukuru katibu, viongozi wote wa idara, itifaki imezingatiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba niwashukuru wote mliokusanyika mahali hapa. Ni siku ya usiku wa kijana na fursa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku huu ni usiku wa kijana na fursa. Ukisoma katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 7 mstari wa 7, anasema kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Yesu alikuwa anazungumza maneno haya na wanafunzi wake, akiwa na maana kwamba mwanadamu kuna vitu ambavyo anaweza kumwomba Mungu na Mungu akampatia. Unaweza kumwomba Mungu afya akakupatia, unaweza kumwomba Mungu akusaidie jambo fulani ambalo linamsumbua kwa muda mrefu, Mungu akakuokoa nalo. Lakini kuna mambo ambayo huwezi ukamwomba Mungu akakupa, lazima uwajibike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo ambayo ili uyapate lazima uwajibike. Na tunapozungumzia habari ya kuwajibika, tumekutana hapa wote kwa sababu tunapohitaji kuwajibika kulingana na mazingira, kuna wakati inabidi tuwe wengi ili tuweze kufanikisha jambo fulani ambalo tunalifanya. Sasa nataka nizungumze kidogo juu ya habari ya umuhimu wa kijana kujitambua na kutumia fursa zilizopo. Umuhimu wa kijana kujitambua na kutumia fursa zilizopo. Na nitatazama mambo makubwa manne. Jambo la kwanza tutaangalia fursa za kimungu, lakini jambo la pili tutaangalia fursa za kiuchumi, la tatu fursa za kielimu, lakini la mwisho tutakuwa ni fursa za kifamilia. Tunapozungumzia umuhimu wa kijana kujitambua na kutumia fursa zilizopo, kijana yeyote asipojitambua hawezi akaona fursa. Hata kama kuna fursa nzuri kiasi gani, kama kijana hajitambui hawezi akanufaika na hiyo fursa iliyo mbele yake. Kwa hiyo ili aweze kufanikiwa na kufanya mambo makubwa katika fursa ile yote, kwanza lazima ajitambue kuwa yeye ni kijana. Na tunapozungumzia habari ya kijana, tunazungumzia wakati ambao kijana anapaswa kuwajibika kuliko mtu yeyote, kwa sababu ni wakati wa kuwajibika. Na wakati wa ujana ni wakati ambao unatakiwa kuhakikisha kila unachokipata unakithamini na kukitunza, wala sio kukitumia ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo fursa ya kwanza ambayo kijana anaweza akaitumia ili kufanikiwa na kutimiza malengo yake, fursa ya kwanza ni fursa za kimungu. Namna ambavyo anajitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, namna ambavyo anajitoa kwa ajili ya kufanya kazi za kanisa. Yaani hiyo ni fursa ya kwanza kabisa ambayo kijana anaweza kufanya afanikiwe. Kwa sababu unaweza kuwa unafanya kazi za kanisa, ukisoma kitabu cha kwanza cha Samueli utakutana na habari za Samueli pale alikuwa anafanya kazi za kanisa. Lakini alivyokuwa anawajibika pale nyumbani kwa kuhani Eli, ndio tunaona kupitia ule uwajibikaji wake anapata fursa ya kuwa kuhani wa taifa la Israeli. Kwa hiyo kuna fursa zingine, ili tuzipate lazima tuhakikishe tunafanya kwanza kazi ya Mungu. Tunatoa maisha yetu kwa ajili ya Mungu na kufanya kazi mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ziko fursa nyingi ambazo unaweza kuzitumia, kama vile kuombea kanisa, kufanya usafi kanisani, wageni wanapokuwa wamefika kanisani, ama wanavyowajibika, kuna watu wanakuona. Kwa hiyo watu wanavyokuona, habari zako zinaenea, inaweza ikawa ni rahisi sana wewe kupata fursa hizo. Sasa nitaenda kwa ufupi sana, lakini fursa za pili ni fursa za kiuchumi. Yaani kijana yeyote anawajibika kujijenga kiuchumi yeye binafsi, kwa manufaa yake yeye, kwa manufaa ya familia yake. Kuna vitu vingi sana vijana tunatumia nguvu kuvitafuta. Tunatamani sana watu watuheshimu, tunatamani sana watu watusikilize, tunatamani watu watuone mafano.
Katika ulimwengu huu hata ufanye mambo mazuri kiasi gani, unaweza ukaishia kupewa asante na thamani yako yote. Lakini ukitaka uheshimike na uwe wa thamani mahali popote, lazima uhakikishe unafanya kazi kwa ajili ya kupata fedha na uchumi wako kuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Biblia imezungumza mambo mengi sana kuhusu habari ya umaskini. Biblia imezungumza sana kuhusu habari ya umaskini. Sasa tunaweza kutazama kidogo habari ya umaskini. Maskini anakumbwa na mambo mengi sana. Mtu anapokuwa maskini anakuwa na mambo mengi sana. Jambo la kwanza, tukitazama habari ya umaskini, kwanza umaskini unakufanya kuwa mtumwa. Mtu yote ambaye ni maskini, umaskini unakufanya kuwa mtumwa. Hata kama mtu umemzidi umri, anaweza akakutumikisha kwa sababu ya utumwa. Lakini pia wakati mwingine utafanya hata mambo usiyoyataka ili uweze tu kupata riziki. Lakini pia jambo lingine kuhusiana na maskini, maskini anakufa mapema. Yaani maskini anakufa mapema. Amen. Na ukitaka kuamini hilo, tembelea hospitalini uone watu walivyokosa huduma. Yaani ukiwa maskini kufa wewe unakufa muda wote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baadhi ya mistari hapa imeandika, lakini sitaki nitaje mistari ya Biblia. Lakini maskini maisha yake ni mafupi sana. Tena na yenyewe yamejawa taabu na kilio. Lakini jambo lingine, Biblia inazungumza mambo mengi sana kuhusiana na maskini. Maskini anatengwa. Hata siku unaweza ukatengwa na majirani, unatengwa na mpenzi wako unayempenda. Saa nyingine ndoa za maskini nyingi zinavunjika kwa sababu ya maskini. Mke ana mahitaji mengi kuliko kipato cha mume. Mpenzi ana mahitaji mengi kuliko kipato cha mchumba. Sasa unakuta mahusiano mengi yanavunjika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa, lazima tuhakikishe tunatumia fursa za kiuchumi. Pale tunapopata fursa ya kufanya biashara, ya kufanya jambo fulani, unapoona fursa, kijana utakiwi kukaa tu, lazima uwajibike. Na unapotaka kufanya jambo lolote ili uweze kufanikiwa, lazima uwe na bidii. Lazima uwe na bidii. Hasa ndio tunakuwa na vijana wa ajabu katika taifa na katika jamii. Kwa sababu unakuta wamepata fursa fulani, badala ya kutumia vizuri, wanaitumia vibaya. Na ukumbuke Mungu akishakupa fursa fulani, ana sababu ambayo imemfanya akupe. Yamkini haitajirudia tena. Kwa hiyo ndugu zangu vijana, niwaombe, unapotaka kufanya jambo fulani la kimaendeleo, jitahidi sana. Jitahidi sana. Unaweza kuwa una fedha lakini usijue ufanye nini. Lakini tunapozungumzia fursa za kiuchumi, tunapoanza kama vijana kujitafuta, wengi wanatumia lugha ya kujitafuta au kupambana. Cha kwanza kabisa, mtaji wa kwanza ni wazo. Mtaji wa kwanza wa kujikwamua kiuchumi ni wazo ulilonalo. Lakini baada ya wazo, jambo la pili, tunahitaji kumshirikisha Mungu mambo yetu. Unapoenda mbele za Mungu, Mithali sura ya 16 mstari wa kwanza unasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Unapoenda mbele za Mungu, unaenda kumwambia Mungu, nimeandaa 1, 2, 3. Naomba mawazo ya kinywa changu yapate, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako. Lakini pia unashirikisha marafiki kama hivi tulivyokutana. Tumekutana mahali hapa kwa ajili ya kushikana mkono, sisi kama vijana, kwa ajili ya kuchangiana kidogo tunachokipata. Kwa mtu yote ambaye anaona fursa mahali fulani, anachukua fedha hiyo na kwenda kufanya jambo fulani ambalo linamuingizia manufaa. Na nimesema kijana anatakiwa kufanya kazi kuliko mtu. Lakini kitu cha ajabu, vijana wengi wanapopata fedha kidogo tu hujisahau. Unakuta kijana anaamka saa 2, kijana anaamka saa 1 kijana. Lakini unakuta wazee saa 10 ameshaamka, mzee ameamka saa 10 amelala saa 6 usiku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kijana unapaswa kuwajibika kwa sababu hujui mambo yaliyo mbele yako. Yamkini yanayokuja ni magumu zaidi kuliko yale ambayo wewe unakutana nayo. Kwa hiyo unashirikisha marafiki kama hivi, tunakuwa na vikundi mbalimbali vya kusaidiana na manufaa. Usije ukachukua fedha ukaenda kununua mavazi. Usije ukaenda benki ukakopa, ukaenda sijui kufanyia vitu gani vya ovyo. Itakuja ikokosa.
na mwisho wa siku unaweza kusababisha migogoro kwa wenzako. Lakini pia jambo la nne, unaangalia kwamba ni biashara gani nifanye. Lazima ufanye utafiti juu ya hilo wazo lako. Usije tu ukachukua fedha kwa ajili ya kufanya jambo fulani afu mwisho wa siku ukashindwa kufanikiwa na bado na kuposti kuweza kurejesha. Kwa ndugu zangu, niwaombe sana mama niende haraka ili nisiwagie muda wenu. Pia ni vyema kufanya utafiti juu, yaani kufanya utafiti wa eneo ambalo unataka kulifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tungekuwa kwenye semina tungefundishana kwa kina zaidi juu ya eneo. Ukiangalia kwa hapa Nzega kuna mabodaboda wengi sana. Kuna watu wanakimbiza baiskeli wengi sana. Lakini pia unaweza ukatumia nafasi hiyo kama fursa ya kuweza kufanya mambo. Sasa unaweza ukanitafuta tukashauriana kupitia hii Sacrament TV tukaweza kuongea mambo makubwa sana. Lakini pia unapoingia kazini lazima wajue kwanza wateja wako. Unapofanya kazi yoyote, jitahidi sana kumjua mtu ambaye anakufanya uishi mjini. Jitahidi sana kumjua mtu anayekufanya kuishi mjini na ujifunze kuwa mnyenyekevu hata kama wewe anahitaji bidhaa kutoka kwako. Jamani, tunaelewana? Unapoingia kazini, fanya kazi kwa bidii. Fanya kazi kwa bidii. Unapotaka kufanya kazi, Bwana Yesu asifiwe. Fanya kazi kwa bidii. Kwa sababu hata Mungu alimwambia Adamu utakula kwa jasho. Kwa hiyo hakuna mtu anayeweza kufanikiwa pasipo kufanya kazi. Ukitaka watu wakuheshimu, ukitaka upate heshima, fanya kazi kwa bidii. Lakini pia naomba niende haraka kuwa na nidhamu katika mafanikio ya kwako. Kuna marafiki kwenye maisha yetu si wazuri kabisa, ambao yuko radhi kuwa na wewe wakati wa mafanikio, lakini wewe ukiwa na shida hatamani cha kwake kigusa. Jitahidi sana kuwa makini na marafiki ulionao. Hasa usitishwe na kushika kwake Biblia. Kuna wengine wanashika tu kama miavuli. Hata Biblia na mafanikio ya mtu havihusiani. Kanisani twende tukasali, lakini mafanikio yangu lazima kuwe na nini? Kuwe na nidhamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini jambo la lingine la tatu ni fursa za kielimu. Jambo lolote unalolifanya, jitahidi sana uwe na ufahamu wa jambo hilo. Usifanye jambo tu bila kuwa na elimu na uelewa wa jambo hilo. Unapokuwa unapika hoteli, mpishi wale wa hoteli, jitahidi sana kuwa unafanya utafiti namna gani unaweza kuwa bora kuwazidi wengine. Tatizo sio biashara. Watu wanahitaji ubora wa kitu fulani. Kwa hiyo jitahidi sana kufanya utafiti namna gani unaweza kuwa bora. Mungu alisema watu wangu waangamizwa kwa kukosa maarifa. Sasa jitahidi kujiendeleza kielimu katika nyanja zote. Jambo la nne, fursa za kifamilia. Katika familia inayokuzunguka kuna mambo gani ambayo yanaweza yakawa fursa kwako? Kuna mashamba, kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza ukavifanya, kuna mifugo. Hebu jitahidi kupambana. Vijana wengi wamezaliwa kwenye fursa nyingi katika familia zao, lakini wanajidharau kwanza kutangatanga mali. Unasikia anasema uwezo ukafanikiwa ukiwa kwenu, lakini huko unapoenda unaenda wapi? Matokeo yake unaishia, unafika sehemu unapata fedha ya kupanga na kulipia kodi na kula, hakuna mafanikio yoyote. Lakini nyumbani kumbe kuna fursa nzuri, unaweza ukaponda hata kokoto. Unaweza ukakata hata kuni ukawa unaenda kuuza unatafuta mtaji. Na wakati mwingine tunashindwa kufanikiwa vijana kwa sababu ya kukurupuka kwenye maisha, tunadhani mafanikio ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia katika familia naomba niseme jambo. Unapozaliwa, unazaliwa kwenye familia ambayo huchagui uzaliwa. Unajikuta tu umezaliwa. Hasa unaweza ukazaliwa kwenye familia ambayo ina mauza kweli. Wewe ambaye umezaliwa, wewe unategemea wazazi wako wakusaidie. Acha wazazi wako. Familia inabidi wewe ambaye huna uwezo usimame kwa ajili ya kuisaidia familia. Wakati huo na wewe bado unatakiwa kuwa na nini? Kuwa na familia. Hapo ndio tatizo. Hata nataka kusema nini? Wazazi wako wanaweza wakahitaji msaada wako. Lakini tunapowasaidia wazazi wetu lazima tuangalie na mazingira tulionayo. Mimi siku moja nilimwambia mama yangu. Mama yangu alikuwa anatamani sana kila anapopata fedha niwe namsaidia. Na ni kweli familia yetu inahitaji msaada. Lakini mama yangu nilimwambia sitawasaidia. Wakati mwingine wamelala njaa na nipigia simu nawaambia siwezi kuwasaidia.
siwezi kuwasaidia. Likitokea tatizo la kuanzia 100,000, ninaona kweli hapo familia yangu haiwezi. Lakini naombeni mlale njaa wakati huu ambao bado mna nguvu. Baba, huna kazi kusema kwamba ukistaafu utalipa pension. Mama, huna kazi kusema kwamba ukistaafu utalipa pension. Nikipata shilingi 10,000 mimi nikaitumia na wewe ukaitumia, yote inaisha. Siku mkija kuzeeka, nani atawalea kama sio mimi? Asa kile kidogo nilichokipata tuligawana wote. Uone kama mimi nitakuja nikimbie familia. Kwa hiyo nikamwambia mama, niache kwanza mimi niwe na nguvu ili nije niwe na uwezo wa kubeba siku mtakapokuwa dhaifu. Kwa ndugu zangu, lazima ulijue hili. Sio kila kitu tunachoambiwa na wazazi wako, tuma hela hii, tuma hela hii. Wewe nini utajenga kwako? Na ukumbuke wakati kadri unavyozidi kuzeeka ndio fedha nyingi zinahitajika. Wakati mwingine utahitaji kwenda kliniki mara kwa mara. Wakati mwingine utakuwa na udhaifu huu, unatakiwa utoe fedha, utatazama wewe. Sasa na wao hawataangalia yale uliyofanya, ulituma hela ya unga. Bwana Yesu asifiwe. Wataangalia kwamba umeshindwa kuwasaidia. Kwa hiyo ndugu zangu, unapopambana jitahidi sana kupata fedha. Ndugu MC, mimi nadhani nimemaliza, lakini kuna madhara makubwa sana pale unapopata fedha, unapopata nafasi fulani ya kufanya kazi alafu unaichezea. Kama uko kwenye idara yoyote, jitahidi sana kuwa mwaminifu. Fanya kazi zaidi ya vile bosi alivyokuwa anatarajia. Lakini pia vijana, tunapokuwa tunahitaji kazi, usitangulize sana kujua fedha utakayolipwa kabla ya kazi yenyewe. Hilo ndio tatizo la Watanzania wengi na Waafrika. Wanaanza kwanza kuuliza mshahara hata kabla ya kujua kazi yenyewe ni ipi. Sasa ni tatizo kubwa sana. Kwa ndugu zangu, tumekutana mahali hapa kwa ajili ya kubadilishana mawazo, lakini kwa ajili ya kuzindua kikundi chetu cha Dadas and Kakas. Kwa hiyo kikundi hiki kikalete manufaa kwenye maisha ya kwako. Bombe sana kijana, ishi maisha ya kwako, acha kuigiza maisha. Una kipato kikubwa, ishi kama una kipato kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu awabariki sana. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana wote. Mungu awabariki. Asante sana.